Kuna kitu kimoja katika maisha. Issue za imani ziko wazi. Mimi ninaposema malaika wanalinda watu, vitabu viko wazi. Sijakifungia kitabu peke yangu chumbani kwamba IPM kasema tunalindwa na malaika. Neno langu haliwezi kuwa sheria, lakini neno langu linaweza likawa la kweli kwa sababu mimi natoa kwenye maandiko. Hakuna kitu ninachokitoa kichwani mwangu mimi. Mimi sifundishi hisia, nafundisha kitabu hicho nilichokikuta. Lakini yako mambo mle ndani ambayo yanaachwa. Sina mimi nashangaa kwa nini yaachwe? Malaika wanatulinda sisi. Kila unapokwenda malaika wanakulinda. Kila unapokanyaga malaika wanakulinda. Kwa nini sasa ije dhana kwamba damu inanilinda badala ya malaika? Kwa hiyo sipingi, wako maybe wanaweza kufanya hivyo, lakini mimi huwa natamani kujizungumzia mimi peke yangu. Mimi nina swali alafu ninaombi. Na swali, wewe unawatoa wapi malaika wa kumpa mtu mwingine? Alafu ombi hili limeagizwa na mwanatheolojia mzuri sana pale anaitwa Daniel Mwankemo. Anasema natamani kuya challenge mafundisho yako kwa kuwa wewe unafundisha mafundisho ya kafara kutoka kwenye Uislamu, sio kwenye Ukristo. Na Waislamu nilimuuliza vitu kuhusu Waislamu, akasema wapo sahihi kwa kuwa wao Waislamu hawaamini kama Yesu Kristo alikufa pale msalabani. Wanajua alibadilishwa mtu mwingine. Kwa hiyo wakitoa kafara wao wanakuwa sahihi. Kwa hiyo na wewe unayatoa yale ya Waislamu unayaleta kwa Wakristo. Alafu swali ndio hilo, malaika wewe utawatoa wapi kumpa mtu? Alafu ombi ni yeye kutaka kuja kufanya mdahalo ana kwa na au debate ili haya challenge hayo mafundisho yako. Unaposema kumpa mtu, wewe utawatoa wapi malaika kumpa mtu? Mimi nina kila kitu. Mimi si mtumishi wa Mungu. Mimi naweza nikamwekea mtu mkono akapona. Naweza nikamfariji mtu kwa maneno ya faraja ikawa faraja kwake. Anaweza akawa mtu anataka kujiua nikamwambia usijiue. Kuna hiki na hiki na hiki, akaacha kufanya maamuzi ya kujiua, akaendelea kuishi. Sio watumishi wa Mungu, Mungu ametupa. Unaposikia mtumishi wa Mungu, maana yake Mungu anakuwa ameweka kitu ndani yake. Yaani mimi sina utofauti na wewe kwa chochote kile. Yaani sifa zote ulizonazo wewe na mimi ninazo, na nilizonazo mimi na wewe unazo. Lakini kuna kitu mimi Mungu amefanyaje? Amezidisha. Yaani kuna, ndio maana mtumishi wa Mungu huwezi kusema anatumia ujanja. Kwa sababu mimi kanisani kwangu nina maafisa. Sawa? Kanisani kwangu nina wanajeshi, nina makomando wa jeshi la wananchi wa Tanzania. Kanisani kwangu nina maprofesa. Kanisani kwangu nina madaktari. Mimi siwezi kuwazidi akili wale wote. Ili waje pale kanisani kwangu waelewe, inabidi akili ya Mungu ifanyaje? Iwe ndani yangu. Yaani aseme, leo nimetoka kanisani bwana. Lakini na mimi nikija, nikafika kanisani na mimi nikaanza kusema biology the branch of science that deals with study life and living. Sema sasa hivyo si ni vitu mimi navifahamu, mimi si daktari. Kwa mtumishi wa Mungu hataki kuongea vitu vya kawaida, anatakiwa kuongea vitu ambavyo si vya kibinadamu. Naelewa vizuri. Hilo ni la kwanza. Kwa hiyo mtu atapataje malaika? Father, I pray in Jesus name, aondoke na malaika mtu huyo. Naelewa vizuri. Kwa sababu ni kitu ambacho kimekataliwa, ni kitu ambacho kimepingwa. Mwingine kuna mtu yuko Mwanza aliniambia, prophet, nimekufuatilia miaka 4. Napanda ndege na kuja sasa. Unaelewa vizuri? Kwa nini? Kwa sababu ni kitu kipya. Mtu anafikia malaika. Kwa sababu damu ya Yesu inatulinda. Kwa ni malaika. Okay? Hivi vitu kama hivyo. Sasa tukija katika swala la pili la huyo msomi anaitwa Daniel Mwankemo, mwanatheolojia. Mimi nimshukuru kwa hiyo ofa alionipa, lakini moja ya vitu ambavyo nimevikwepa na sivifanyi ni repetition, competition. Katika namna yoyote, yani huo ni moja ya wito wangu. Usisahau wako watu wengi sana ambao wametamani kufanya midahalo na mimi. Imani sio midahalo kaka. Wewe uliye Muislamu usijione mjanja kuzaliwa Muislamu. Umejikuta tu upo ndani ya familia ya Kiislamu. Na wewe uliyeko Mkristo usijione mjanja kuwa Mkristo. Umejikuta ndani ya familia ya Kikristo. Kwa hiyo usimwone mwenzio adui, usimwone mwenzio afai. Na msemo wangu asiyefaa leo atafaa kesho. Unaelewa vizuri? Hatupo kufanana na wala huduma hazifanani. Unaona? Kwa sababu nitamuita yeye, tutakaa kwenye meza tutaanza hatutafika mwafaka. Unajua kuna watu ubishi ndio elimu yao. Unaelewa? Sasa unawezaje kumshinda mtu kama wewe? Unaelewa vizuri? Kwa hiyo mimi namshukuru sana, nashukuru kwa wito wake, lakini mimi huwa sifanyi midahalo. Lakini nakubali kuonywa. Nakubali kuelezwa, nakubali kushauriwa. Na hata akitaka namba yangu naweza nikampa, akaja kanisani au ofisini tukakaa chini akanipa elimu anayotaka kunipa, lakini sio kubishana. Mimi siwezi kubishania dini. Dini ni upendo. Ukiamua kuifuata unaifuata, ukiamua kuiacha unaiacha. Okay, dini ni upendo mtumishi. Na wewe ni miongoni wa watumishi ambao wana mwanamke mrembo. Lakini nilikuwa nataka kujua kwamba umejuaje wewe jamaa wewe bwana? Unagusa maisha ya watu. Kwa sababu unagusa maisha ya watu, lazima kuna namna fulani unakuwa unafuatilia.
sio kwa nia mbaya, lakini wewe ni miongoni wa watumishi wa Mungu ambao mnasifiwa kwamba una mwanamke mrembo. Na mimi kwa nataka kujua kwamba combination yako wewe na watumishi wengine kama kina Mwamposa, kina Gwajima, mkikutana huwa mnazungumzia nini sasa? Na wao wanazungumzia vipi huduma yako? Mimi sijawahi kukutana nao kwa kweli, kwa maana ya kuzungumza. Kwa mfano kama Mwamposa tushawahi kuzungumza. Kuna siku tuliitwa na mkurugenzi wa CRDB, tulikuwa kuna program ilikuwa inazinduliwa pale ya CRDB Sadaka. Kwa hiyo tuliitwa pale kama viongozi wa dini na mimi nilishiriki. Kwa hiyo tulifika pale, kukawa na waandishi wa habari nje, tukawa tunahojiwa. Kwa hiyo tulisalimiana tu vizuri, nikamsalimia naye akanisalimia, na kuona bwana, nikamwambia nashukuru na mimi nakuona. Ikawa tu hivyo peace. Ni watu tu wanatugombanisha kwenye mitandao ya kijamii, wanaweka picha yangu YouTube hapa, wanaweka hapa IPM ampasua. Sasa nimempasuaje? Mimi nawaheshimu watumishi wa Mungu wote. Yaani mimi si hivyo yani. Wewe umesema unapenda kufuatiliana na wanaume. Lakini jamaa kabisa na mwanamke mrembo. Unawezaje kumaintain hiyo kwa sababu unafuatiliana na wanaume alafu unamiliki mwanamke mrembo? Sasa mwanamke mrembo, mwanamke mrembo ni yule ambaye wewe unamuona. Unaelewa vizuri? Yaani uzuri wa mwanamke ni namna ambavyo wewe unamuona. Mimi nashukuru ndugu mwandishi wa habari kwa kumuona ni mrembo. Lakini baada ya interview hii nitakuona baadaye tufanye unieleze kiundani urembo upi, sababu kuna urembo mimi naujua, hata kama na yeye anaujua atatakiwa anieleze kaujuaje. Na umesema nafanya mazoezi, kwa hiyo ujiandae. Hapa rasibofi. Maliza hapo. Prophet bwana, mimi naitwa Amos kutoka Mana TV. Mimi swali langu ni kwamba miezi ya nyuma kama miwili mmoja hivi na nusu, kuna clip yako moja imekuwa ikizagaa katika mitandao yote ya kijamii, TikTok, Facebook, Instagram. Kuna moja kati ya mafundisho yako, nadhani sijajua ulidokeza kwenye mafundisho yako kwa wanazungumzia kuhusu mwanaume kukaa nyumbani akawa anaangalia tamthilia, kwamba anajua kila channel yenye tamthilia anajua. Na maoni ya watu kwenye comments wakawa wanasema mbona kama mtumishi anaingilia fani za watu, kama yani wakaona kama ulikuwa unawachafua watu wa Bongo Movie. Unalipa kusema? Mimi katika mafundisho yangu na focus sana watu wafanye kazi, watu wapambane, watu wamwage jasho. Hakuna cha bure duniani kaka. Ni vizuri. Sasa kwenye mafundisho ndio hizo clip, yani mtu anakata, anarusha. Ni vizuri. Sasa niliposema vijana kuangalia movie, sikusema kwamba watu wasiangalie movie. Ndio maana mwishoni wa ile clip unasema angalia movie ya Nodi Shows, maliza amka ondoka kupige kazi. Unaona kitu kama hiko. Lakini huwezi kuwa mtoto wa kiume kaka ukakaa asubuhi mpaka jioni, yani una kazi ya kufanya unaangalia movie. Yani huwezi kuwa mtoto wa kiume umetegesha tu miguu sebleni unaangalia series ya miaka 3. Isidingo toke naanza mpaka leo unaijua kila kona. Yani utafanya saa ngapi kazi? Utapambana saa ngapi katika maisha? Kwa hiyo ilikuwa ni lengo la kutaka tu kumunyanyua mtoto. Na uwezi kuamini, next Sunday alikuja kijana kutoka Bunju B akanambia Prophet, yani nilipoona ile clip nilinyanyuka nikamwacha wife nikaondoka. Kwa hiyo kuna kitu mtu akikisikia kinafanyaje? Kinamwamsha, kumbe nimelala. Nafanya nini nyumbani hapa? Ngoja nikapambane. Kwa hiyo ilikuwa ni lengo tu la kutaka kuwafanya vijana wapambane katika maisha, na sio kwamba wasiangalie. Unaweza ukaangalia Bongo Movie, unaweza ukaangalia movie, unaweza ukaangalia. Kwa mfano mimi napenda kuangalia investigation, ile channel ya investigation. Napenda movie zenye akili. Huwa napenda kuangalia vitu kama hivyo. Movie za mission naangalia hata mimi. Lakini sio asubuhi mpaka jioni miezi miwili unafuatilia, yani una kazi ya kufanya. Hiyo ndio ilikuwa ni dhana yangu au dhamira yangu. Haikuwa kwa ubaya. Swali moja kuhusiana na unazungumza sana na vijana. Lakini sasa hivi kuna tendency ya wasanii kama Zuchu na yule msichana mwingine wanakumbia wanaume. Na unawafundisha vijana kuhusiana sana uhusiano na ndoa. Ili una maoni gani? Maoni ni kwamba ukiwa mtoto wa kiume utakiwe mwanamke akwambia no, elewa. Utakiwe kulazimisha mapenzi. Mahusiano sio ya kulazimisha. Haijalishi ni mtu wa namna gani, haijalishi ni mtu wa aina gani. Mwanamke akishakwambia tu no, elewa. Na kikubwa katika maisha, tafuta tu hela. Tafuteni tu hela. Muwe na maisha mazuri.
kwa sababu mimi hata wewe mwanamke unasema ni mzuri kwangu, nilimpata kama bahati nasibu. Kwanza sikuamini kama angeni accept kwa wakati huo ambao sio IPM. Unaona bwana? Kwa sababu nilikuwa nalala chini. Ndio nimeanza mimi nalala chini kabisa. Unaona bwana? Lakini alini accept na yeye alikuwa yuko yeye ndo alikuwa tisa na viduka nini anafanya, aenda China anafanya biashara. Mimi nilikuwa sina kabisa. 5000 ilikuwa ni muujiza kwangu. Kwa hiyo alini accept kama jinsi nilivyokuwa. Ndio maana mimi wanampenda sana na ukimketa tu masiara na la vizuri swali la mwisho. Siku ni tarehe 18, 19 na 20 nadhani tumeongea mengi sana, lakini point muhimu ni tukio. Hapo tunataka kuzungumza na Watanzania kuelekea hizo tarehe za kuchinja. Chochote cha kuzungumza na Watanzania wasiogope kutoa sadaka. Unaelewa vizuri.